Na ukitaka kujua leo, Wakristo wengi hawampendi Mungu. Wengi hawampendi Mungu. Na ukitaka kujua hawampendi Mungu, hawana muda wa kutafuta mapenzi ya Mungu. Wako kutafuta matendo ya Mungu. Ndio maana leo kuna vitu viwili. Ukitangaza maombezi, ukatangaza uwafundishe watu, maombezi yanajaa. Weka ibada hizi mbili andaa. Waambie hivi, Jumapili tutakuwa na maombezi. Wewe njoo, tutakuwa na maombezi. Una shida, njoo. Njoo, tutakuwa na maombezi. Alafu uambie, Jumapili tutakuwa tunafundisha neno la Mungu kwa kina sana. Nataka nikwambie, ibada ya neno la Mungu kwa kina sana utakuwa wewe na mke wako tu. Ibada ya njoni, kuna matendo ya Mungu mengi. Watafurika mpaka vichaa, wataambiana mpaka walevi wote watakuja. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanatafuta matendo ya Mungu, hawatafuti mapenzi ya Mungu. Sasa mapenzi ya Mungu, hii ni sheria ya ufalme. Mungu anataka watu wajue mapenzi yake, wayatafute mapenzi yake, na baada ya kuyatafuta mapenzi yake wayatende na kuyatii yale mapenzi ya Bwana. Hiyo ndio password ya muhimu sana. Ndio maana Yesu anasema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, bali isipokuwa kwa mapenzi yako. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi ya Mungu yanatangulia. Mapenzi ya Mungu yanatangulia kuliko mapenzi yake. Sasa wewe unatafuta, kwa nini unatafuta matendo? Unatafuta matendo kwa sababu unataka una mapenzi yako ulionayo. Kwa hiyo unataka yale matendo ya Mungu ili yatimilishe yale nini? Mapenzi yako ulionayo. Sasa hii ni tofauti. Mungu anataka tutafute mapenzi yake. Kwa hiyo hiyo ni sheria ya ufalme ya Mungu. Haya, sheria namba 3 ni sheria ya toba. Toba ni sheria ya ufalme wa Mungu. Toba ni sheria ya ufalme wa Mungu. Toba ni nini? Toba ni kugeuka kutoka katika mfumo wa matendo ya kale, au kutoka katika mfumo wa maisha ya kale kwenda katika mfumo mpya. Narudia, sheria nyingine ni sheria katika ufalme inaitwa sheria ya toba. Toba ni nini? Toba ni kugeuka kutoka katika mfumo wa kale kwenda katika mfumo mwingine. Hiyo kitu inaitwa katika mfumo mpya. Biblia inasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Huo ni mfumo mwingine, unatoka katika mfumo wa kale kuingia katika mfumo mpya. Hiyo inaitwa sheria ya toba. Sasa sheria ya toba nayo imekuwa ni kimbembe leo, sheria hii ya toba katika ufalme. Watu wengi ukitaka kugombana nao, waambie watubu leo. Ni ugomvi, ni ugomvi, ni ugomvi. Ni ugomvi. Utubu, unasema utubu, sema ni kweli, lakini mimi nataka tu maombi. Mimi nataka tu maombi. Baba mchungaji, maombi tu. Utubu, sema kutubu bwana, hiyo kidogo nitaangalia. Ila mimi nataka nini? Maombi. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya ufalme ya toba watu wengi hawaitaki. Hebu naomba tusome kidogo katika kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 14. Tusome yale maandiko kidogo. Luka 3 sura ya 8 mpaka ya 14. Usikilize hiyo habari. Luka 3 mstari wa 8 anasema, ndio, basi toeni matunda yapatanayo na toba. Basi toeni matunda au zaeni matunda yapatanayo na toba. Mnaofanya kazi kwenye wizara mbalimbali na katika mifumo mbalimbali, Mungu awasaidie sana, kwa sababu sheria ya toba, watoza ushuru wakauliza swali baada ya kuona Yesu kile anachowaambia ni kizito mno. Anajaribu kueleza namna ya wao wanapaswa kugeuka, kwa sababu walikuwa wapo ndani ya imani lakini wanajivuna, wanasema sisi ni watoto wa Ibrahim, kwa hiyo inatosha. Mungu akamwambia kwamba nyie mkisema ni watoto wa Ibrahim, hiyo haitotosha, kwa sababu Mungu yuko tayari, msipofuata sheria ya ufalme ya toba, Mungu yuko tayari ainue uzao mwingine kutoka kwenye mawe haya. Maana yake atatoa kwa watu wengine msio watarajia kabisa. Kama nyie hamtoingia katika sheria hii, kuishi katika hii sheria ya toba, Mungu atainua watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kabisa,
unapocheza na kitu kinachoitwa toba, usipotaka kutembea katika hii sheria ya toba, Mungu ana watu wengi, atainua watu wengine ambao watanyenyekea na watatubu kwa ajili ya Bwana. Sasa maandiko yananiambia, ndipo watoza ushuru waliposikia hiyo wakamuuliza, sisi tufanyeje? Watoza ushuru wako kwenye mfumo, hawa watu wa TRA wako kwenye mfumo, wanachukua kodi. Akamwambia, sikiliza, ninyi sasa mkienda kwenye duka la mangi, msianze kumbabaisha mangi na kuongeza baadhi ya vitu. Mkienda pale mahali ya kodi, nendeni kwa mujibu wa serikali, vile ambavyo serikali iliwatuma. Habari ya kwanza kumtisha mtu ili mchukue chochote. Huo mfumo achaneni nao. Kwa nini? Kwa sababu huo mfumo unatafsiri kwamba hamjatubu, hamjaingia kwenye kanuni ya ufalme, kanuni ya toba hii. Walipokuwa wamemaliza pale, wakatokea pale na askari. Sijajua kama na askari walikuwa wako pale wako jirani, wanasikia kwamba wenzetu wa TRA wataambiwaje. Na askari wako pembeni, nao wa TRA wa askari wakaenda na wao. Wakasema, hivi na sisi inakuwaje? Yesu akamwambia, sikiliza, sheria ni ile ile, haijabadilika. Ila nyie nimeona mna tabia moja. Mkienda kukamata kule, mnakokota wavuta bangi. Alafu mkisha kokota wavuta bangi, mmewakamata, badala muwape adhabu kuhusika, mnaanza kuambia, uona shingapi? Uona shingapi? Alafu mnawatoa. Sema msifanye hivyo, kwa sababu mkifanya hivyo mnavunja ile sheria ya nini? Ya toba. Sheria ya toba haiwataki mchukue rushwa, haiwataki muwabambikie watu makosa. Usije ukawakuta watu tu umenyanyua. Kuna baadhi ya watu anaweza kachukua tu kwamba ni karandinga hilo limechukuliwa, twende pale tukabebe watu. Mungu atusaidie sana. Sasa unapokuwa kwenye sheria, naongea na askari hapa, unapokuwa uko kwenye sheria, uko wapi? Umepewa mandate, umepewa mamlaka, unaweza ukapewa kituo cha polisi fulani, utawale kwenye mtaa fulani. Lakini kuna tabia, baadhi ya askari wana tabia za ajabu. Anaweza akachukua na wewe nisikilize, unachukua karandinga na unasema, sasa jamani, sero iko tupu, iko wazi. Sasa tunafanyaje hii sero? Hii twende tuchukue hii gari, twende pale. Kwa wanaenda sasa, wakifika kama hapo wamekuta tu watu wanazoa tu, watu wanazoa, kamata. Lengo, target sio kukimbiza ule uhuni. Nia ya moyo ikiwa ni kutafuta fedha kupitia wale watu. Kwa hiyo unakamata tu watu. Huyu mwingine yuko na konobao, alikuwa anaenda kujenga, unasema mimi, anasema niko naenda kujenga, anasema hamna, wewe ndio konobao kabisa, unaonekana ni kibaka. Kamata unapeleka, unaenda kuweka ndani, unamfikisha ndani kule, anatetemeka. Ndugu zako wako wapi? Ndugu zangu sijui wako, wapigie simu ndugu zangu. Akipatikana mtu ambaye hana ndugu yake, unasikia huyu sio dili huyu, chana naye. Kwa hiyo atakaa wiki pale, watamwachia, sio dili, hana ndugu yake anayemfuatilia. Sasa hii ni mifumo, ndio Yesu anasema ni mifumo inayotafsiri kwamba hakuna toba. Sasa wewe mtu wa Mungu, wewe ambaye umechagua kuishi katika ufalme wa Mungu, epuka vitu kama hivyo, kwa sababu sheria ya ufalme wa Mungu inakukataza kufanya hayo. Sheria ya ufalme wa Mungu inataka uishi katika nini? Katika toba. Bwana Yesu asifiwe sana.